Kwa majina naitwa Abel Mapunda, ni meneja wa shirika la maendeleo ya viwanda mkoa wa Manyara. Shirika la maendeleo ya viwanda vidogo Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo tuko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Na hii taasisi ilianzishwa mwaka 1973 kwa sheria iliyopitishwa na Bunge. Na lengo kuu ambalo tulipewa na serikali ni katika kusimamia uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda vidogo Tanzania. Sasa basi, tutaanzishaje viwanda vidogo? Kama ulivyoona, nimekuja na timu yangu hapa. Kuna mtu wa teknolojia. Kazi yetu ni kusambaza teknolojia iende kwa wananchi, wajasiriamali waweze kuanzisha viwanda vidogo na vya kati, na vile vile kutoa mafunzo mbalimbali kwa wananchi waweze kuanzisha viwanda. Na vile vile kazi yetu pia ya tatu ni kuweza kutangaza zile bidhaa za wajasiriamali. Nafikiri mara nyingi mnasikia kuna maonesho ya 88, maonesho ya Sabasaba na kuna maonesho ya SIDO kikanda. Na mwaka huu tuna maonesho ya SIDO kitaifa yatafanyika Kahama. Kwa hiyo haya maonesho yote kibahatika kuhudhuria, wajasiriamali wengi wanaoja zile bidhaa ni mazao ya SIDO. Sawa jamani? Na vile vile tuna huduma ya 4 ambayo ni kutoa huduma za kifedha, ushauri, na pale kuna mikopo. Sasa basi, katika utekelezaji wa dira ya serikali 2025 2050 tunajaribu kuongeza spidi kutekeleza haya majukumu tuliyopewa na serikali, tujikite vijijini kwa ajili ya kusimamia uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda vidogo na vya kati. Tarehe 11 mwezi wa pili ya mwaka huu paliibuka ajenda kwenye vikao vyetu vya kawaida vya halmashauri ya kuanzishwa kwa mtaa wa viwanda ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Babati vijijini. Mapendekezo ya kuanzishwa kwa viwanda hivyo yalikuwa ni kule Madunga, lakini mimi nikasema hapana. Kwa nini Madunga? Tupeni fursa wote, ili ambaye atakuwa na vigezo kuliko mwingine ndio apewe hiyo fursa. Na ili kuanzia huo mtaa wa viwanda panahitajika ardhi isiyopungua eka 20. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa pili mpaka hii leo, ndani ya kata yetu ya Magugu, hawa watu wa SIDO tumewatembeza maeneo tofauti tofauti ili waone ni eneo gani zuri linafaa kuanzisha mtaa wa viwanda. Katika pita yao wao na sisi wakagundua Mapea mna eneo linalofaa kuanzishwa kwa mtaa wa viwanda vidogo vidogo, na eneo hilo liko hapa juu Msimbazi, lapakana na Odeta. Wamekubali kuanzisha viwanda vidogo vidogo kwenye kijiji cha Mapea. Tutapata faida gani viwanda vikianzishwa hapa? Faida ya kwanza, wakati wanajenga, vibarua wote na wataalamu wote wanaotoka kwenye kijiji cha Mapea na maeneo ya jirani, kwa maana ya kata ya Magugu, watapata ajira kwenye ujenzi wa viwanda hivyo. Vijana wetu watapata fedha wakati wanaanza kujenga mabanda na miundombinu ya kiwanda hicho. Faida ya pili, wajasiriamali wadogo wadogo karibia zaidi ya 200 watafanya biashara zao kwenye eneo hilo la viwanda. Itakuwa ni sehemu ya wapi? Ya Mapea. Faida ya tatu, mamalishe, bodaboda, watu wanaouza maduka watafanya biashara, kwa sababu wateja watakuwa wanakwenda kununua bidhaa na wengine hapo kwenye bidhaa. Maana yake ni kwamba mzunguko wa fedha kwenye kijiji chetu cha Mapea utakuwa mkubwa. Faida ya 4,
ardhi yetu ya kijiji cha Mapea itapanda thamani, kwa sababu watu wanataka kujenga hapa. Kama tulikuwa tunauza milioni 1, 20 kwa 20, tutauza milioni 2, kwa sababu eneo letu litapanda thamani, panakuwa na nini? Na kiwanda, watu wanataka kujenga. Faida ya 5, watu ambao wenye nyumba za kupangisha watapata wateja, kwa sababu kiwanda kinachukua zaidi ya 200. Faida ya 6, serikali itakusanya kodi kupitia wajasiriamali wadogo wadogo, na kijiji nacho kitapata mapato kupitia hicho kiwanda. Faida ya 7, faida ya ngapi? Ya 7. Maendeleo ya kijiji yetu yatakuwa kwa spidi, kwa sababu patakuwa na nani? Patakuwa na idadi kubwa ya nini? Ya watu. Tunataka baada ya miaka 5 tukizungumza Mapea ina uwezo kuliko Magugu. Kama hilo halitoshi, tunaleta kiwanda hapa, bidhaa zitakazokuwa zinatengenezwa tunaanzia na Gulio pale tayari, kibali cha Gulio tayari. Mapea tayari mna kibali cha Gulio, na baadaye itakuwa mnada. La hasha, hizo ni faida. Lakini hao bwana nimekaa nao ndani pale, nikawaambia pamoja na faida zingine zote, kijiji changu cha Mapea kina changamoto ya zahanati, mnatusaidiaje? Wamekubali kuanza kutujengea zahanati kama tutakubali wao waanze mchakato wa kuanzisha viwanda, mtaa wa viwanda hapa kwetu. Wanapokuwa wanajenga wao, na sisi zahanati tunaanza kujengwa, tutashirikiana sisi, wao na serikali. Ndani ya muda mfupi tutakuwa na zahanati ya kisasa ndani ya kijiji chetu cha Mapea. Na faida ya zahanati hiyo tumewaambia, zahanati hiyo itahudumia wananchi wa Mapea, zahanati hiyo itahudumia wananchi wa Kichameda, zahanati hiyo itahudumia wananchi wa Neneto, mpaka na Masware hapa katikati. Kama wenda kwa babu hao, watu wote wa kwa hiyo watahudumiwa na zahanati hiyo, na watu watakao kufanya kwenye hizo kazi kwenye hicho kiwanda watahudumiwa na hiyo zahanati. Kwa hiyo nimekuja kwenu kuwaomba mtupatie kibali kwanza kuwakaribisha hawa watu wa SIDO. Swala la SIDO kwenye kijiji hiki kitachochea maendeleo kwa asilimia kubwa. Sisi kwa hali yetu tunashukuru sana, tulikuchagua ili ulete maendeleo kwetu. Bila shaka tunaanza kuyaona japo ni kwenye maneno. Tunaamini sana eneo lile la kule, wataalamu wametembelea, yaani eneo la kule ni zuri sana. Mheshimiwa Diwani, sisi watu wa Mapea tunapenda maendeleo sana, na tunataka hizi kazi zianze haraka sana, vijana wetu wapate ajira, na wengine pia kwenye SIDO. Natumaini kama tutakuwa na darasa la kuwafundisha vijana wetu wa Mapea, baadaye tu tuna wataalamu wa kijiji chetu. Jambo la kwanza tunakushukuru kwa sababu uliona fadhila zetu, kwamba tulikuchagua, tulikupenda, na umeona kwamba kweli tulikupenda, ndio maana umeturudia sisi. La pili, mimi nilikuwa na wazo kwamba kweli huku ni kuzuri, lakini kama mjumbe mmoja alivyosema, eneo kubwa liko Mapea B, ambapo bado nyumba hazijawa nyingi na viwanda vinahitaji sehemu ambayo ni pana, ambayo wananchi bado hawajaishi karibu. Wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Ni mapema tumeanza kuona matumaini makubwa ya kesho. Labda ningependa kushauri kitu. Watu wanashauri kuhusiana na upande gani tuweze kuweka huo mtaa wa viwanda. Tunatumai huu ni mwanzo, kuna makubwa yanakuja mbele. Kama eneo la Msimbazi limeisha tosha kwa hicho kilichopo sasa hivi, pabaki kama akiba, kuna mengine yanakuja mbele. Kwa sasa patumike Msimbazi, baadaye tutaendelea mbele. Sisi viongozi wenu tumetembelea maeneo yote